wazazi wangu mnasomesha watoto wenu kwa shida. Natambua ni namna gani tunatafuta mlo wa siku 3 kwa shida, ndugu zangu. Kwa hiyo msione tu nakimbilia huku, lakini nimetokea na historia nilipotoka, na sehemu nilipotoka ni sehemu ya historia yenu. Lakini na sehemu ninapokwenda, ndugu zangu, ni sehemu ya historia yenu. Ndoto yangu mimi ni sehemu ya ndoto zenu, ndugu zangu. Najua mnatamani kuwaona walimu wanaofundisha kwa kujitoa kwa moyo yao yote kabisa. Uongo kweli? Na mimi natamani kuwaona walimu wakijitoa na kufundisha kwa ajili ya wanakondoa. Najua mnatamani kuona mkienda mahakamani watu wanahukumiwa kwa haki na uadilifu, na hiyo ni ndoto yangu, ndugu zangu. Ndoto yenu ni sehemu. Najua, ndugu zangu. Oya, oya, oya. Kweli Saidi. Najua mnatamani kuona miradi ikija inakamilika kwa 100%. Najua hiyo ni ndoto yenu, na hiyo ni sehemu ya ndoto yangu pia, ndugu zangu. Tunaona ni namna gani watu wanavyofanya kazi pale halmashauri. Najua mnatamani kuwaona watu wakiwatumikia kwa uchungu, kwa sababu wanalipwa mishahara ya kodi zetu sisi wanatumbelo. Najua mnatamani hicho, na mimi ni sehemu ya kitu mnachotamani. Ndugu zangu, nina ndoto kubwa, na ndoto hiyo ni sehemu ya ndoto zenu, ndugu zangu. Kuna wakati mwingine nilikuwa nasema walau tuwaonyeshe watu wajue udiwani ni kitu gani. Najua watu wanaomba dua nipate wenyekiti wa halmashauri, lakini ndugu zangu, mimi nimeomba udiwani. Na udiwani nimepewa na nyie. Niwe mwenyekiti wa halmashauri, nisiwe mwenyekiti wa halmashauri, nitawatumikieni mpaka mfurahi. Hizo ni hatua zingine, na hata wanaochagua ni wengine. Mimi nimewapenda nyie. Mngekuwa mnapiga kura nyie wenyekiti wa halmashauri, ningeuomba na ningeutaka wenyekiti wa halmashauri. Lakini kwa sababu nyie mnanipa udiwani, na mimi ninachokitaka kutoka kwenu ni udiwani. Nawaahidi tutaona matunda ya udiwani. Nikishindwa kuwafikia mmoja, nitawafikia kwa ujumla, ndugu zangu. Lakini nikishindwa kuwafikia kwa ujumla, mtaona ishara kwamba hapa nilikuwa nataka niwafikie nikashindwa. Nitajitahidi kadri niwezavyo. Ndugu zangu, nitakuja kwenu ninapopata neema, na nitakuja kwenu ninapopata changamoto. Ninyi ndio tutasaidiana kwa pamoja. Na tena nitakapokuja siku nyingine, kama mlivyonipokea leo, naomba mnipokee tena hivyo. Ndugu zangu, mapokezi ya leo nataka nikuambieni ni deni kwangu. Naomba niwaambie kwamba mnanidai wanatumbelo. Mnanidai, na ni deni kubwa ambalo nitakwenda kujitahidi kadri niwezavyo kuweza kulilipa deni hili. Haya sio mapokezi ya kitoto haya. Najua hata viongozi wengine wanajua hapa. Hata mwenyekiti ananiambia wanakujaga wadiwani wengi hawajawahi kupokelewa hivi. Lakini kwa hii imani mlionipa, deni hili mlilonipa, siwezi kukubali deni hili likapotea. Nitajitahidi kadri niwezavyo, ndugu zangu. Nitashirikiana na nyie. Na naomba nitakapokuja kwenu mnipokee kijana wenu. Naomba mnisikilize. Naombeni mnishauri, ndugu zangu. Lakini kikubwa mniombee dua. Kwa sababu ninaamini nitakwenda kupambana vita ngumu. Nyie mnafahamu hakuna vita ngumu kama vita ya kimaendeleo, vita ya kiuchumi.